ni moja kati ya safari ngumu lakini iliyonibadilisha sana. Toka siku ya kwanza nilipogundua kwamba ni mjamzito kwa mtoto wangu mpaka siku ya leo. Ni safari ambayo imejaa kufikiri zaidi kuhusu watu wengine kuliko wewe. Ni safari ambayo imejaa kuwa na subra sana kuliko wakati mwingine. Lakini pia ni safari ambayo inakubadilisha kuliko safari nyingine zote ambazo nimewahi kuzianza. Na leo, episode ya leo ni special kwa ajili ya wamama wote duniani wakisherehekea sikukuu ya mama duniani. Happy Mother's Day. Leo episode yetu nataka kushiriki na wewe kuhusu vitu ambavyo nimejifunza toka nimekuwa mama mpaka siku hii ya leo. Lakini pia ni episode ambayo kukutia moyo wewe mama mpya ambaye ndo umeingia kwenye malezi, hujui nini cha kufanya, huna kijiji ambacho unachokitegemea, una marafiki ambao wanakupigia simu, una mwenza ambaye sio supportive. Ni kipya. Mimi nataka kukwambia kwamba kwa wakati huu hakuna kitu ambacho kita make sense, lakini namna siku zinavyoenda vita make sense. Hapo ulipo kwa sehemu sahihi, unachokifanya unafanya kitu sahihi. Hiyo kuchoka ni sawa, lakini kitu changu cha kwanza ambacho nimejifunza kuhusu mama ni kwamba hakuna mama mkamilifu, lakini kuna mama ambaye anajitahidi. Kwamba sio lazima ufanye kila kitu kwa usahihi, lakini unaweza kujifunza kufanya kila kitu kidogo kidogo na kwa matokeo madogo madogo. Kuna watu wengi ambao wanaongelea kuhusu malezi, wanaongelea kuhusu mama namna ambavyo anatakiwa kuwa, mama hapaswi kufanya nini mama. Lakini nimejifunza kwamba hakuna mama mkamilifu. Kuna siku ambazo ni ngumu, kuna siku ambazo unapoteza, kuna siku ambazo unafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hakuna mama mkamilifu, ila kuna mama ambaye anajitahidi kufanya kila kitu kwa usahihi kila siku. Pili ambacho nimejifunza kuhusu safari ya umama ni kwamba subira au subra. Ukishakuwa mama, kuna vitu vingi sana ambavyo vinategemea mood yako, nguvu yako, maamuzi yako pamoja na subra yako. Ukiwa na haraka, kuna vitu ambavyo havitakaa visogee. Ukiwa unafanya kila wakati kuna vitu ambavyo havitakaa visogee. Lakini kuna vitu ambavyo havisogei na havitasogea, ni wewe unahitaji kusogea. Kwa hiyo ili kutoboa ni kwamba unahitaji kuwa na subra, kuacha vitu vingine vianguke, utaviokota, kuacha wakati mwingine mtoto apotee, asijue kuandika, asijue kusoma, baadaye utakufundisha. Lakini kuna wakati ambapo unabidi kujiattach na watoto ili kuruhusu watoto wako. Kwa hiyo kujipenda ni kupenda wengine. Kwa mimi niliprioritize sana watoto, niliprioritize sana familia yangu. Lakini kuna wakati nilikosa cha kuwapa. Lakini kwa safari ya umama imenifundisha kwamba kikombe changu kinapaswa kuwa full kusudi niweze kumimina kwenye vikombe vya watoto wangu, kumimina kwenye vikombe cha mume wangu, kumimina kwenye kikombe cha watu wote ambao wanaonizunguka. So mimi kujipenda, mimi kupumzika, mimi kukaa nje kidogo na kukaa na kureflect, mimi kukaa kuamka mapema kwa peke yangu, mimi kujifunza, mimi kuvaa sio vizuri lakini kuvaa ukajisikia vizuri, mimi kujisikia vizuri kunafanya familia yangu nzima kujisikia vizuri. Hichi ni kitu ambacho nilikuwa sijui, lakini mimi hasa ya mama mpya ni kwamba kujipenda kwako ni kupenda familia yako. Kitu kingine nilichogundua ni kwamba watoto wangu hawasikilizi, lakini watoto wangu wanaona. Yes. So nitakupa story moja. Kuna siku tulikuwa tunaenda kanisani, mtoto wangu akamwambia babake, "So wewe na mama yangu ni marafiki wakubwa." Like shock. Anatuonaje like how? Lakini nimekuja kugundua kwamba watoto wanaona zaidi kuliko kusikia. Ukimwambia kwamba kuwa kind ni kitu kizuri lakini hakuoni ukiwa kind, then hawezi akashika. Ukimwambia kwamba kukaa nje mpaka usiku ni vibaya lakini akakuona wewe unakaa mpaka nje usiku,
yeye anashika kwamba kukaa nje mpaka usiku ndio sahihi kuliko hicho ambacho umemwambia. Kwa hiyo watoto wetu wengi wanasikiliza kuliko kusikiliza. Kwa hiyo mimi kama mzazi now like you need to change. Kwa sababu watoto wako wewe ni kitu ambacho watoto wako wanakuangalia. So kama unataka watoto wawe kind, you have to be kind. Kama unataka watoto wawe playful, unatakiwa kuwa playful. Kama unataka watoto wawe strict, na unapaswa kuwa strict. Kama unataka watoto wavae namna hii, na unapaswa kuvaa namna hii. Maisha. Kitu kingine cha 5 ni kwamba umri wa watoto wetu haurudi. Yes. Wakati yuko mdogo unamhug, unamwambia I love you so much. Alafu akifika umri fulani hataki tena umshike. Alafu akifika umri fulani marafiki zake wanakuwa ndo muhimu. Alafu akifika umri fulani ndugu zake wanakuwa ndo muhimu. Alafu ikifika wakati fulani, yani hatua za watoto zinabadilika na hatua moja ikishaisha hairudi. Kwa hiyo ni kuwa intentional kuhusu hizo hatua zao, lakini pia kuembrace kila hatua, lakini pia kufurahia huo uharibifu unaokuja na kila hatua. Yes, kila hatua inachosha, kila hatua inahitaji mzazi ambaye ni mpya, aliyekubali kubadilika, lakini hatua zote zinapita na watoto wetu wanakuwa. Na hicho ni kitu kibaya, like umemzaa jana then unakuja unamwangalia like huyu ndo mtoto wangu amekuwa, anaanza kukuuliza kwamba wewe sasa kwa ile ni mama yangu, like kweli ni mamako. So like ni safari ambayo ina baraka sana, na ni safari ambayo kwangu mimi ninaheshimu kwa sababu ninaogopa malezi. Nafahamu kwamba kama nikikosea nitatengeneza binadamu wa ajabu sana, na kama nikikosea pia nitaenda kuulizwa kwamba nilikupa nguvu, nilikupa watoto wazuri, ulifanyaje watoto wako wakaharibika. So kwangu mimi nina salute wa mama wote, iwe umepata mtoto kwa kuasili, iwe umepata mtoto kwa IVF, iwe umepata mtoto kwa C-section, iwe umejifungua kawaida, iwe unalea watoto wa ndugu zako lakini wanakuita mama. Mimi na salute na ninapenda wamama wote. Nafahamu mama tunapambana, tunajinyima, tunatoa sadaka nyingi sana kwa ajili ya watoto wetu, na ndio maana tunaitwa mama. Happy Mother's Day, na ninakutakia kila laheri katika safari yako ya umama kwa namna yote ile ambayo unayoifanya. Bado ya good mom, na tunakuona na tunakupenda, na here is the hug. Bye.